want you to pray that God will use us to pray and to preach for you. I want you to pray for me. That's what I'm saying. Don't be silent. Pray, my sister. Just say, God help him. God help him. God, I want to hear from you. It's in Jesus' name we pray. Amen. Now, Father, I pray that today that the young ones can see you and the Christ that you have sent. Amen. You can be seated. Thank you for the invitation. I'm really humbled to be here today. God's call upon our lives comes with a gift. This gift is so precious to God and is precious to you too. When everybody is born, they pass through the hands of God. And through the hands of God, the Bible says, that God lighted up every man that comes into the world. The ignition that comes upon the life of a man comes at birth. But now this fire comes and it is veiled and then it is extinguished. So we all know how to extinguish a fire. To extinguish a fire, there are many ways you can extinguish a fire. The first way I know, you can use leaves. You can use sand. But now the latest one I know, it is to get a blanket and to put over the fire. That fire will lack oxygen, and then it will die. I thank God because when a fire dies, there are embers that remain. Those embers is what I'm going to talk about. The Bible says about a prophet, a prophet called Isaiah. Isaiah, when he was called, he was told, I have chosen you to the nations. Isaiah said, my lips are of an unclean man, and I am not worthy to bring your message to men.
ukuze moto wa mbinguni, and for you to be able to be lighted again, ili kwamba mpate kutiwa nuru tena. I feel so much glory of God here. Na isi utukufu mwingi wa Mungu mahali hapa. Clap your hands above your head. Hata upige magoti juu ya kichwa. God is come here. Mungu amekuja mahali hapa. I can see him. Naweza muona. I can feel him. Ninaweza kumuhisi. If you are attentive in the spirit, kama wewe uko na uhalisia wa kiroho, you can feel the presence of God. Unaweza kuhisi moto wa Mungu. Adam came into this world. Na mimi ninaambia ulimwengu. So Adam came into this world. Adamu alikuja katika ulimwengu. When he came with a fire. Wakati alikuja na moto. But this fire, actually, huu moto died in the wrong side of the way. Ulikufa njiani. Because Adam, kwa sababu Adamu disobeyed, alipata kutotii. There is a girl I see with a book and a paper. Kuna mdada anayemwona na kalamu na karatasi. You can write and say, unaweza kuandika na kusema, God's glory, utukufu wa Mungu, dies because of disobedience. Kufa kwa kutotii. The Bible in the book of Proverbs, Biblia katika kitabu cha Mithali, it says that fire dies. Inasema moto hufa because of lack of firewood, sababu ya kukosa kuni. So the Bible said, Biblia ikasema, from Paul to Timothy, kutoka kwa Paulo hadi Timotheo, I told Timothy, kamwambia Timotheo, ignite the fire inside of you. Kumbatia chochea moto ndani yako. There is a fire inside of you. Kuna moto ndani yako. Let your neighbor and tell them there is fire inside of you. Kukuza jirani mwambie kuna moto ndani yako. Let them testimony say, mguze, there is a fire inside of you. Moto ndani yako. It needs to be ignited. Inahitaji kuchochewa. Amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. So the Bible says, Biblia inasema, God's intention, kwamba dhamira ya Mungu is to have every man a flame. Ni kwamba kila mtu awe na moto, a flame, awe na moto. He wanted to be lighting. Anataka uwe mwenye kutiwa nuru. So God wanted a man. Mungu alimtaka mtu who can be able to withhold, ambaye anaweza kushikilia the power and the glory of God, nguvu na utukufu wa Mungu. So God called Moses. Mungu akamwita Musa. Amen. Amen. Am I going too fast? You understand it? Ninaenda mbio sana. You understand it? Naelewa. So Moses was called by God. Musa aliitwa na Mungu. He was fleeing from Egypt. Alikuwa ametoroka kutoka Misri because he had killed an Egyptian. Sababu alikuwa amemuua Misri. In his call, katika mwito wake, Moses was shepherding Musa. Alikuwa akiona, alikuwa akichunga kondoo of his father-in-law, ya baba wake mkwe. Praise God. Amen. The Bible says, Biblia inasema, near the mount of Horeb, karibu na mlima Horebu, Exodus chapter 3 verse 2. Katika kitabu cha Kutoka 3, there the angel of the Lord, kwamba malaika wa Mungu appeared to him in flames of fire. Akamtokea katika kichaka kinachoteketea. And this flame of fire, na kichaka ya moto was in burning a bush. Ilikuwa katika kichaka kinachoteketea. Moses saw that the burning bush was not being consumed. Musa aliona kwamba hiki kichaka kilikuwa kikiteketea lakini hakiliki. The burning bush was not being consumed. Kichaka kilichokuwa kikiteketea hakikuwa kikilika. Amen. Amen. So there is a difference between burning and being consumed. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya kuchomeka au kuonyesha kuwaka na kuchomeka. There is a difference between, kuna tofauti kati ya consuming fire, moto ulao, and a burning fire, na moto uwakao. I pray that God will give you understanding. Kwamba Mungu akupe ufahamu. Praise God. Amen. So Moses was being shown an example. Musa alikuwa akionyeshwa mfano of a burning and a shining light. Kwamba moto unaoteketea na unaong'aa. It is on fire. Ni moto
Musa aliona giza coming unto the people of Egypt, ukija kwa watu wa Misri during daytime, katika mchana. Moses saw frogs. Musa aliona vyura, and the frogs were going to the houses of the Egyptians. Na vyura vilikuwa vimejaa katika vyumba vya Wamisri. Moses saw boils. Musa aliona uvimbe that was coming to the bodies, lakini uvimbe uliowala wa Misri was only coming to the children of Egypt. Uliwachia tu wana wa Misri. My sister, please come you. Dadangu kuja. Yes, wewe kuja. Clap for hands. Pigia makofi. Amen. Clap for hands. Pigia makofi. Amen. Yes. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I'm saying Moses saw miracles. Nasema Musa aliona maajabu. He saw miracles through his hand. Aliona maajabu kupitia mkono wake. He raised his hand like this. Aliinua mkono wake namna hii, and the water na maji Red Sea na maji katika bahari ya Shamu was changed into blood. Ukabadilika kuwa damu. He saw fire. Aliona moto. This was the glory of God. Huu ni utukufu wa Mungu. But Moses said, lakini Musa akasema, he prayed a prayer. Aliomba maombi in the book of Exodus, katika kitabu cha Kutoka 33 verse 18, katika 33:18, he said, akasema, I beseech thee God, ninakuomba Bwana, show me thy glory, onyesha utukufu wako. Show me thy glory, onyesha utukufu wako. There is a glory, kuna utukufu that you need to see, ambao unahitaji kuona. You need to walk in, ambao unahitaji kutembea ndani. I was born again, mimi nilizaliwa tena when I was 13, wakati nilikuwa miaka 13. Fire has not gone down, au moto hujakufa. I feel it inside of me. Ninawisi ndani yangu. People can see the light. Watu wanaweza kuona nuru. I am not ashamed. Mimi siaibiki of the gospel of the cross. Injili ya msalaba. It is the power of God. Kwa sababu ni nguvu ya Mungu. For salvation, for wokovu. I am proud. Mimi nina uwezo. I am born again. Nimezaliwa tena. I am proud. Ninafurahia. I am proud. Najivunia. I am born again. Kama nimezaliwa tena. But Jesus lives in me. Yesu anaishi ndani yangu. I have not regretted. Mimi sijutii. You will not regret. Hautajutia. Today, Jesus is calling you. Yesu anakuita. Ignite the fire. Wacha chochea moto. What is inside of you? Uko ndani yako. And you shall see Jesus. Na utamuona Yesu. And the power of God. Nguvu ya Mungu will move through you. Utaenda ndani yako. God is not ashamed. Mungu haimpiki. To use the young people. Kumatumia kijana. A girl like this. Kijana kama huyu kuja. Kuja. I'm saying a young person like this. Nasema msichana kama huyu kuja. I'm calling you. Nakuita kuja. A girl like this. Kijana kama huyu can be anointed. Anaweza kupakwa mafuta. The glory of God. Na utukufu wa Mungu can move. Utatembea. People can be healed. Watu watapona. When she raises her hand, akiinua mkono wake, people can be healed. Watu watapona. But what the young people need to know, lakini kile vijana wanastahili kujua, it is not a laughing matter. Sio kitu ya kucheka. I really like to laugh when the people are preaching. Nilikuwa napenda kucheka watu wakihubiri. I thought they were playing. Nilikuwa najua kwamba ni vipofu. I thought they were playing. Nilikuwa najua kwamba wanafanya mchezo. Until Jesus came to me. Hata Yesu aliponijia. Until I saw his miracles. Nikaona maajabu yake. I saw a young girl. Nikaona msichana mdogo. My classmate. Niliyekuwa na darasa. She was healed. Alipona. Her eyes were healed. Macho yake alipona. And I said, na nikasema, I'm only 13. Mimi niko miaka 13 pekee. I'm praying and people are being healed. Na ninamwombea mtu anapona. Oh God. Oh Mungu. I will not laugh again. Sitacheka tena. I will not joke again. Sitafanya msaada. When the word is being preached. Wakati neno linahubiriwa. Amen. 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 Say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Say with me. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Oh, the time was given is done. Muda ni upomishi. And I have so much to tell you. Na mambo mengi ya kuelezeni. I could have told you. Ningewaambia about the glory of God. Kwa utukufu wa Mungu. That Moses saw. Ambao Musa aliona. When he prayed. Wakati aliomba. And he said. Na akasema. Show me thy glory. Onyesha utukufu wako. God Almighty. Mungu mwenyezi. He took Moses. Akamchukua Musa. Put him in a cleft of a rock. Akamweka juu ya mwamba. And he hid his face. Na akaficha uso wake. Hallelujah. Hallelujah.
When he hid his face, alipoficha uso wake, Moses was able, Musa alikuwa na uwezo, to see the glory of God, na utukufu wa Mungu, because he was under the rock, kwa sababu alikuwa juu ya mwamba. Paul tells us, na Paul anatuambia, this rock, mwamba who was Jesus, alikuwa ni Yesu incarnate. Yesu katika udhihirisho. Praise God. Amen. 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 Do you love the gospel? Unapenda injili? Come on. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Hey, they have given me a few more minutes. Minipata dakika zingine chache. I'm telling you something. Kuna kitu nakwambia. Is there any sick person inside here? Kuna mtu mgonjwa mahali hapa? Any sick man? Mtu yote mgonjwa? Are you sick right now? Wewe ni mgonjwa? Yes, sick You can decide to joke when we are rebuking these demons. I want you to believe. Close your eyes. Amen. Amen. I'm rebuking this spirit of enemy. Jesus' name. Toka.
wanted to do this. Mungu alitaka kutenda haya. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can use my own. Now, we have read the book of Exodus. Tumesoma kitabu cha Kutoka 33 verse 18. And we saw that Moses was hidden under a cleft of a rock. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Yeah. Praise God. Amen. Those are youth now. How do we turn? Amen. Amen. Musa knew for him alijua kwa yeye to lead the people of Israel, kuongoza wana wa Israeli. He needed, alihitaji the glory of God, utukufu wa Mungu. And Moses said, na Musa akasema, I cannot live here. Siwezi kutoka mahali hapa. We cannot go. Hatukwendi if you will not go with us. Sipokwenda nasi. What did Moses seek? Kwani ni Musa alikwisha nini? Can you say with me the glory of God? Sema nami utukufu wa Mungu. Say it louder. Moses wanted the glory of God. Musa alitaka utukufu wa Mungu. To go with them. Kwenda nao. And this process. Na Musa huyu. Amen. Amen. Hey. When he saw this glory, alipoona huu utukufu, what did he see? Aliona nini? God had to answer the prayer of Moses. Mungu alipata kujibu ombi la Musa. He showed him, alimuonyesha his glory, utukufu wake. Are we together? Tuko pamoja. What is the glory of God? Can you ask me like that? What is the glory of God? Please stop distributing water. Achana na hayo maji. Ndugu, wacha. Mwenye ako na kiu, njooni mnywe maji yaliyo hai. Come and drink, every ye that thirst. I brought water from heaven. Nimeleta maji kutoka mbinguni. When you listen to this message with an open heart, you cannot be thirsty of this water. Kisikia huu ujumbe kwa moyo uliofunguka, utaona kiu yake. You cannot even be hungry. Hata hautasikia njaa. This is why I call for sick people. Ndio maana niliweta wagonjwa. I'm glad there was one. Nashukuru Mungu kulikuwa na mmoja. And she has been healed. Na amepona. Amen. Amen. So listen to me. Kwa hivyo nisikize. Don't walk around. Sitembee. When the law was being written, wakati sheria ilikuwa ikisomwa, people could not walk around. Watu hawakuweza kutembea. When they came to the mountain of transfiguration, walipokuja katika mahali Yesu alipata kupenduliwa. Praise God. Amen. There were two prophets that came. Kulikuwa na manabii wawili waliomtokea. Who are these? Do you know them? Walikuwa kina nani? Elijah and who? Moses. Musa. So God was answering the prayer of Moses. You know, Mungu alikuwa akijibu maombi ya Musa. How did he answer the prayer of Moses? Alijibuje ombi la Musa? He showed him Jesus. Alimuonyesha Yesu. Who is Jesus? Yesu ni nani? Hebrews 10. Waebrania 10. Read for me, sir. Nisomeni. 10:19. 10:19. Who is Jesus? Yesu ni nani? Who else has a Bible? Nani pia kuna Biblia? Anybody with the Bible, even if it's in your phone? Mwingine na Biblia hata katika simu? Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. By a new and living way opened for us through the curtain that is his body. So what was open? Nini kilikuwa kimefunguka? The curtain. Pasia. So the curtain, pasia used to hide.
iliandikwa because the glory of God, sababu utukufu wa Mungu was in the holiest place, ulikuwa umekaa kule katika mahali patakatifu zaidi. So only the high priest, hivyo kuhani mkuu peke yake, in this church you are bishop, kama kanisa, katika kanisa hili kuna kuhani, he was the only one allowed, yeye ndiye alikuwa ameruhusiwa tu in the temple, katika hekalu, to walk past the glory, kupita katika utukufu, with blood in his hands, na damu katika mikono yake, and sprinkle it on the mercy seat, na anyunyize katika kiti cha rehema. And Hebrews has said, na Waebrania imesema that there was a veil, kwamba kulikuwa na pazia. Amen, amen. There was a veil, kwamba kulikuwa na pazia, and this veil, na pazia hii, was prohibited, ulikuwa unazuia any original man, mtu wa halisia kawaida, to see the glory of God, kuona utukufu wa Mungu. So the Bible says, Biblia inasema that only the high priest, kwamba kuhani mkuu peke yake. I have said in an example, nimesema kwa mfano, your bishop here, kuhani wenu mahali, the only one allowed, ndiye alikuwa ameruhusiwa to walk past that stage, kupita katika hiyo pazia, and to go into the offering place, na kuenda katika kiti cha rehema, and to offer the blood, na anyunyize damu mahali pale. Amen, amen. So when Jesus came, hivyo Yesu alipokuja, when he died, wakati alikufa, one thing that happened, kitu kimoja kilichotendeka, the curtain, ile pazia, was torn asunder, iliraruka mara mbili, from top to bottom, kutoka juu mpaka chini. What was happening? Nini kilikuwa kinatendeka? Let me take you back to Moses. Acha nikurudishe kwa Musa. When Moses saw God, Musa alipomwona Mungu, the glory of God, utukufu wa Mungu, shine down on his face, uling'aa katika uso wake. And when the people saw him, na watu walipomwona, they said, he is shining. Walisema anang'aa sana, we cannot look at it, hatuwezi kumwangalia. Hallelujah, hallelujah. The Bible says, Biblia inasema, when they looked at Moses, walipomwangalia Musa, they could not withstand. The Bible says, Biblia inasema, they put a veil, wakaweka pazia on the face of Moses, shuka katika uso wa Musa. What were they hiding? Walikuwa wanaficha nini? The glory of God. Utukufu wa Mungu. They were hiding. Walikuwa wanaficha the glory of God. Utukufu wa Mungu. They were afraid. Walikuwa wanaogopa of the glory of God. Utukufu wa Mungu. So when Jesus died, Yesu alipokufa, he is now better than Moses. Yeye ni bora kuliko Musa, because he is the son of God. Yeye ni mwana wa Mungu. When he died, alipokufa, the curtain, lile pazia, was torn asunder, lililaruliwa. It was to expose, ilikuwa kwamba ni kudhihirisha the glory of God, utukufu wa Mungu. Amen. And the Bible says, Biblia inasema, continue reading, endelea kusoma, 22. So inasema, yeah, let us draw near to God. Let us draw near to God. Acha tumkaribieni Mungu. Yeah. With a sincere heart. Come on. And with the full assurance that faith brings, yes, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, yes, and having our bodies washed with pure water. With pure water. Maji matakatifu. Continue. Let us hold unwaveringly to the hope of we profess. Yes. For he who promised is faithful. For he who promised is faithful. And let us consider, yeah, how we inspire one another on towards love. Amen. Praise God. Amen. The Bible, Biblia. Amen. Amen. Soma 18. Soma 18. Yes. And where these have been forgiven, yes, sacrifice for sin is no longer necessary. Sacrifice for sin is no longer. Hivyo kafara ili kwamba kuondolewa kwa dhambi hauhitajiki tena. You cannot bring an offering. Hauwezi kuleta sadaka ya kuchinjwa. So that even for money, hata kwa pesa, so that you can be forgiven of your sin. Ili usamehewe dhambi zako. Because Jesus Christ, sababu Yesu Kristo, when he died, alipokufa, he paid in full. Alilipa kwa gharama. Amen. Amen. And when he died, na alipokufa, he was the curtain. Yeye ndiye alikuwa pazia that was hiding you, ambaye alikuwa anakuficha from the glory of God, utukufu wa Mungu. So when you saw Jesus, kwa hivyo ulipomwona Yesu, you are supposed to see, ulifaa kuona the glory of God, utukufu wa Mungu. That's why, ndio maana he had to shine. Alipata kung'aa, so that Moses, ili kwamba Musa can see a shining Christ, aone Yesu ang'aaye. Hebrews 1:3. It says, inasema, Jesus Christ, Yesu Kristo, is the radiance, yeye ndiye mng'ao of the glory of God.
Next time you call me when you have time. Unilite. Wakati mwingine ukiwa na wakati. Stand up on your feet. Simama kwa miguu yako. I have not preached here. Sijahubiri mahali hapa. I cannot preach. Siwezi kuhubiri. And I pray that you have something. Lakini natumai umesikia kitu. Now listen. Aya, sikiliza. Jesus Christ. Yesu Kristo was the one. King of life. Standing. Ambaye alikuwa amesimama before the glory of God. Okay? God. So the whole country. Pasia. Has to be. Lazima ninarudiwe. Has to be torn. Lazima ninarudiwe. How was Jesus torn? Yesu alinarudiwa namna gani? That cross. When he died, alipokufa, people can now see. Watu wanaweza kuona. Like John chapter 1 says, kama Yohana 1:1 isemavyo, that in the beginning, kwa hapo mwanzo was the word. Kulikuwa na neno, and the word. Na huyo neno was God. Alikuwa Mungu, was God. Alikuwa and the word. Na huyo neno was God. Alikuwa everything made. In this world, and there is nothing made. Hakuna kitu that is made. Without him. In him was life. And that life was the light of life. That lighted up about every man that comes into the world. There was a man sent from heaven. His name was John. He was not that light. And that light was coming after him. Jesus was that light. He came unto his own. And his own rejected him. And to all that he came down to become the children of God. You are children of God. You are children of God. You are Amen. My sister, come. You in church. What's your name? You know, to serve God is not a teamwork. So give it a personal work. Even if you have other girlfriends with you, when it comes to Jesus, when it comes to church, I don't cross that line. I have to go to church. Even when you grow older and you get a boyfriend, when they ask your name, tell them I am Gloria and I am born again. Jesus is the personal Savior. When they don't like that, they cannot like you. How can you say you like a man that you don't see, and the one that you see you don't like? My brother, when you're singing and they are not helping you, just remember that you are called alone. You will stand in judgment alone. So my brother, ignite the fire inside daily and daily. Amen. Amen. Praise God. Amen. Oh, praise God. Amen. Where you guys going? Give me what you learn after this. By the help of now. You mind? Listen to me. Listen. Jesus Christ, Yesu Kristo, when he came, he was a veil. Yeye alikuwa pazia. Hiding what? Waliokuwa kimecha nini? This is what Philippians says. Ndio maana kitabu cha Filipi kinasema, Christ in you, Kristo ndani yako, the hope of glory, tumaini la utukufu. Are we together? Tuko pamoja. Amen. Amen. Pia manada sikipasa. Tuko na mgonjwa mwingine. You have a sick person elsewhere. Kuna mgonjwa mwingine mahali kwingine. Kama kuja. Who is sick? Ile mgonjwa. Mama is sick. Well,
kura. Kwa sababu gani napenda kuombea watu siku hizi? Because God's word, kwa sababu neno la Mungu comes with power, huja na nguvu, also to heal, kwa kuponya pia. Okay? Amen. So we are praying for her mom. Hivyo tunaombea mama yake. Raise your hands towards her. Mwelekeze mikono. Her mom has pressure. Mama yake hako na ugonjwa wa sukari. Hako na magonjwa. She also has a broken hand. Na pia hako na mkono uliovunjika. What do you think? Unafikiria nini? You think she should be healed, right? Unafikiria now say. Wewe sema omba. That is the fire inside. Hiyo ndio moto ulio ndani yako. There's someone whose fire has come upon them. Can you come? I want to pray for you. Kuja, nataka kuombea. Yani, unatamani ufanyie Mungu kazi, lakini moto yako umefanya nini? Imeshuka. You desire to work to do the work of God, but your fire has been extinguished. Come. And these people that are coming here, I want you to mark their faces. Watu wanaokuja nataka muangalie sura zao. You mark their faces. Waangalieni mwajue. And my sister Faith. Na dada yangu. Simama. Dada yangu Faith. Usikae chini, kati simama tu hapa. Just. Amen. Muangalie Faith. Baba, angalia Faith. Look at Faith. Asianguke tena, anguki. She will not fall again. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Wenye wamekuja kuombea wakuja. So those who have come to be prayed for. Nachotaka niwe
Yesu. Yesu. Baba, wewe ni ufufuo. Wewe ni ufufuo wa kweli. Wewe ni ufufuo ndani ya maisha yetu. Jehova, naomba Bwana uwakisha moto tena katika watoto wako, moto utakaowapatia tamaa ya kukupenda na kukutumikia katika uaminifu. Jehova, jina lako limekuja Baba kukutia moyo, jina lako limekuwa msaada katika maisha yako. Masikio ya ndani yamesikia na matendo ya nje yaonekane kwa uwepo wako. Baba, hatuwezi kutenda kama hatutapata nguvu mpya. Hawa ni vijana wanakuhitaji Yesu katika kazi yako. Baba, hawawezi kufanya kama hawatapata